Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, aliweza kuwafundisha mambo mengi mazuri tena ya kupendeza. Akawapa mafundisho yaliyokuwa yawasaidie na kuwaelekeza katika maisha yao. Ila Petro aliyeonekana mfuasi mkuu wa Yesu Kristo alikuwa na imani ndogo, lakini Kristo aliweza kutumia Petro kumfanya kwa atakuwa shujaa na subavu. Maana Petro ukimtazama sana ni mmoja wa wale watu ambao walionekana walifanya vitu ambavyo ni vya kutisha. Mfano, Petro alipomwona Yesu Kristo anatembea juu ya maji, aliomba kuamini kwamba kweli ni Yesu Kristo anatembea juu ya maji, na akaomba pewe ruhusa atembee juu ya maji. Lakini alipoenda kutembea juu ya maji, aliona naye amekuwa kama Yesu. Kisha na maana ndipo akaanza kusama. Lakini alipiga nduru na akasema, Yesu, nishike mkono na sama. Yesu hakunyamasia pale. Akamwambia Petro, mbona wewe huwe na imani ndogo? Vivyo hivyo katika maisha yetu ndivyo tunakuwa watu wenye imani ndogo katika vitu ambavyo tunavyofanya. Changamoto zinapotukumba tunaogopa na tunastuka. Ila leo niseme, maumivu yanapotuingia ni njia ya kutusafishia nyoyo zetu kuwa safi na kuwa jasiri katika maisha yetu. Usiche ukaogopa kwa yale ambayo unayoyapitia. Maana Petro hata mwisho alipofundishwa mengi, yeye ndiye alionekana mtume wa kwanza kuuawa, sababu kuna vitu alivyofanya kwa mbio bila kwenda polepole ndipo afikie malengo Kristo alitaka afanye. Na wewe hivyo ndivyo utaweza fanya asala na uweze kuumia na usikose kufanya lilo ulikuwa unatarajia kulifanya ama ulilokusudia kulitenda. Na Mungu awabariki.